maisha yake. Ipo hivi, mimi na wewe leo tumepata nafasi ya kuishi kwa sababu Yesu Kristo alisacrifice maisha yake. Alikubali kuwa maskini wa mwisho na wa kutupwa ili akubali mimi na wewe tuweze kuwa tajiri kwa kupata uzima huu tulionao. Lakini pia vuta picha wakati mama amekubeba tumboni ukiwa bado ni mdogo sana. Fikiria mateso aliyoyapitia wakati ukiwa bado ni mdogo. Fikiria yale maumivu aliyoenda leba kujifungua. Fikiria yale maumivu aliyokukuza mpaka hapo ulipo. Lakini pia fikiria wakati ule ambapo upo kwenye chumba cha usafiri, watu wanakuombea uweze kufika salama. Lakini pia fikiria huenda kuna wakati uliwahi kuugua, watu wakakesha, wakafunga kwa ajili yako wakikuombea. Lakini pia fikiria wakati ambapo unawahusisha watu kukuombea wakati unapotafuta kazi, mwenza wa maisha. Kwa hiyo utagundua ya kwamba maisha haya yapo hivi. Kuna mtu yupo mahala fulani ambaye ana sacrifice maisha yake kwa ajili yako. Wewe na mimi ni shahidi ya kwamba kuna wakati ambapo wazazi wetu walikuwa wanajinyima kuvaa nguo mpya, kununua nguo zenye fashion, kula vyakula vizuri, ili mimi tu na wewe tuweze kuwa na standard ya maisha, kwa maana kwamba kupata yale mahitaji yetu ya msingi. Kwa hiyo ya maisha hapo hivi, kuna mtu mahala fulani ambaye ana sacrifice kitu fulani kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Nini ninachomaanisha? Ninachomaanisha ni kwamba wakati ambapo tunapojitahidi kuishi maisha yetu, lakini pia tutambue kwamba tunapaswa kuishi maisha kwa ajili ya watu wengine. Kama ambavyo watu wengine wanatoa muda wao kwa ajili yetu, walivyowahi kutoa muda wao kwa ajili yetu, walivyowahi kusacrifice maisha yao kwa ajili yetu, basi nasi tuna nafasi kubwa ya kusacrifice maisha yetu kwa ajili ya watu wengine. Ndio wito pekee tulioweza kuitoa katika dunia hii. Kwa maana hata Mungu alisema ya kwamba amri kuu 2 ni hizi nawapa, ya kwamba tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, nguvu na akili zetu zote, lakini amri ya pili ni kwamba tumpende jirani yetu kama nafsi zetu. Kwa hiyo tutakubaliana kwamba ili tuweze kumpenda jirani yetu kwa nafsi zetu zote ni kwamba ni lazima tukubali kusacrifice maisha yetu kwa ajili ya mtu mwingine. Ningependa kusikia umejifunza nini kupitia somo hili fupi kuhusiana na kusacrifice maisha yako kwa ajili ya mtu mwingine. Mungu akubariki, tukutane siku nyingine. Asante.